Matukio yote yenye machafuko au maghasia yanakuwa na athari za kisaikolojia na athari nyingine kwenye jamii yote. Nchini Tanzania hivi karibuni katika baadhi ya maeneo kuna matukio ambayo yametokea ambayo pengine hayakutarajiwa na yana athari zake kwenye kisaikolojia na katika maeneo mengine. Lakini tutazama zaidi kisaikolojia, watu wanaathirika vipi kwa matukio kama hayo ambayo yametajwa katika siku za hivi karibuni. Mimi ni Joseph Msami, na ili kuweza kukuletea undani wa athari za kisaikolojia na nini ufanye baada ya kuathirika hivyo, naungana na Dr. Chris Mauki ambaye ni mtaalamu wa saikolojia ambaye niko naye hapa. Karibu sana Dr. na asante kwa kuungana nami. Maana tumeshuhudia mambo mengi hivi karibuni ambayo yana athari za kisaikolojia. Hebu tuanze, katika mazingira gani au maeneo gani haya yanaweza yakasababisha athari hizo kubwa kulingana na kitu ambacho tumekishuhudia hivi karibuni? Mimi nafikiri kwenye jamii ya wanadamu kuna matukio mbalimbali ambayo ni chanya na ambayo ni hasi. Na haya matukio yote yana uwezo kuwa na athari za kisaikolojia. Vita zinaweza kuwa na athari za kisaikolojia. Machafuko ya kisiasa yanaweza kuwa na athari za kisaikolojia. Machafuko ya kijamii, machafuko ya kimila, magomvi ya udini, vita za kikabila, za vita za mandugu. Unaona, haya mambo yote, kutokuelewana kati ya ndugu na ndugu, mtu na mtu, magomvi kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kuachana, divorce, zote zina athari za kisaikolojia. Sasa kwa sababu swala lako lina focus zaidi mambo ambayo yametokea katika jamii ya Watanzania baada ya watu kuingia mtaani na kufanya baadhi ya matukio ambayo yameleta maumivu kwa baadhi ya watu na kutokufurahi. Mazingira yafuatayo kwenye muktadha huo yanaweza yakasababisha madhara. Sasa baadaye nitakuonyesha madhara, lakini mazingira yafuatayo yanaweza yakasababisha madhara, na yako mazingira mengi ambayo nikiweza kuangalia kitaalamu naweza nikayaona. Moja au mazingira yanaweza kuyaonyesha katika makundi mawili. Mazingira yaliyotokea wakati wa haya machafuko, yani wakati haya machafuko yanaendelea, au wakati hizo ghasia zinaendelea, wakati hizo movement zinaendelea. Lakini kundi la pili ni mazingira yaliyotokea baada, au tuseme sasa hivi baada, wakati tunamshukuru Mungu, rais wetu amesha tangaza kila kitu kiendelee kama kilivyo. Maisha yanakwenda kuwa kawaida sasa. Na sasa tunarudi makazini na vitu kama hivyo. Ni vitu gani au matukio gani ambayo yanaweza yakaleta madhara wakati huu? Nikianza na yale kabla. Moja ni ile tunaita ni zero movement, yani watu kukaa sehemu moja. Unafahamu kuna tofauti ya kukaa sehemu moja umejitakia wewe mwenyewe na kulazimika, na kukaa sehemu moja mazingira yamekulazimisha, kwa sababu unajua kabisa nikitoka naweza ikawa ni shida kwangu. Kwa unalazimika. Hilo ni jambo la kwanza, linaweza likawaletea shida watu ya kiakili na kisaikolojia. Lakini pili ni kukosa connections. Unafahamu tumepita kwenye kipindi ambacho huwezi kuwasiliana. Sasa kukosa connection kuna aina mbili pia. Kuna wale ambao ni kwa sababu ya addictions au upendeleo wao wa kuwa kwenye data au kuwa kwenye kuangalia baadhi ya vitu muda wote. Anaponyimwa ile kitu anakuwa kama mtu kanyimwa upepo. Lakini mbili, kuna watu ambao wanatamani kujua maisha ya wenzao yanaendeleaje, ndugu, rafiki na jamaa, pia hawezi. Kwa hiyo pia inaweza kuleta changamoto ya kisaikolojia. Namba tatu, lakini pamoja na hiyo ya teknolojia ya internet, tusisahau pia kuna baadhi ya maeneo walikosa umeme. Kwa unakuta mtu hana data, hana umeme, giza inamsumbua. Kwa ni mazingira ambayo mtu hayajazoea, na Mungu alivyotuumba, inapotokea kitu ambacho sio familia kinasumbua afya yako ya akili kwa kiasi kikubwa sana. Lakini jambo la tatu ni ukosefu wa vitu manyumbani kwa watu baada ya siku kuanza kuongezeka. Kumbuka hamna aliyetarajia kwamba tutaenda zaidi ya siku moja, mbili, tatu, au hata kama watu wameongea sana ya mambo, lakini hivi inawezekana. Lakini sasa mtu anashangaa siku ya pili ya tatu hana mafuta, hana maji, hana hichi. Mkuu wa mkoa wetu akazungumza, jamani, kuna measures hapa na pale zinafanyika, lakini kuna watu walikuwa wameanza kupata changamoto. Hilo pia linaleta, kwa sababu mtu anaanza kusema hivi watoto watafanya nini?
hivi itakuwa vipi? Watu wengine wanasema watoto wamekaa tu nyumbani hawaendi shule na hawana data, wamezoea kucheza kuzunguka kidogo, hawezekani. Lakini pia milio, hatujazoea sisi haya mambo, sio mambo yetu. Unaona milio ya risasi au ya mabomu yale. Kuna mtu nimekuwa naongea naye akaniambia sasa hivi hata nikiwa nimekaa hivi na kunywa chai nahisi kama naisikia. Una subconscious mind imechukua ile kitu imeiweka ndani yake, inaleta tatizo. Hilo ni eneo lingine, lakini kumbuka hiyo ni wakati wa machafuko. Lakini pia kuona wakati wa machafuko mtaani, mtu ameona mtu ameanguka hapa, mtu ameona mtu ameshutiwa pale, mtu ameona kule. Hapo tunaongea wale walioona physically, walioona kwa macho. Lakini sasa hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni baada. Sasa mimi nikiangalia kitaalamu, baada ya sisi kufunguliwa na data imeshakuja, internet inaongezeka, na hisi kama uhuru tutakuwa nao, lakini psychologically kuna kitu kitakachoendelea ambacho ni kikubwa zaidi. Kwa nini? Watu wataanza kuwa huru na internet. Tunaanza kuona ambayo hatukuyaona wakati huo. Watu wataanza kuona images zilizowasumbua wale waliona physically, sasa zitakusumbua hawa wanaona kwa mitandao. Watoto wataona, watu wazima wataona. Nakumbuka tulivyoumbwa tuna emotional stability za tofauti. Kuna watu ambao anaweza akaona picha akaumba na ya pili akaona na ya tatu. Kuna mtu ambaye ataona ya kwanza, wanaitwa watu wenye vivid image. Anaona ya kwanza, alafu kichwa chake kina expand, ile picha analala anaiona. Sasa hii tutaiona kwa watu wengi sana, kwa sababu wataona vile vitu, watasikia kwenye picha zao za mnato na picha za mjongeo, wataona vile vitu. Hii itawaathiri watu wengi. Lakini pia baada ya hii changamoto, wako watu wengi watapokea misiba. Uko hapo, wako watu wengi watapokea misiba, wako watu wengi watazika ndugu zao. Unaona, tumeanza kupata hizo changamoto. Watu wanaenda, watu wataanza kupata, wako wengine ndugu zao walikuwa wamefariki wala hawahusiani na hii kitu. Lakini sasa walikuwa hawezi kwenda kuzikwa. Hawezi kwenda kuzikwa. Na watu wanaotaka kupata taarifa za kuzika hawawezi kupata taarifa kwa sababu ya mambo yaliyokuwepo. Na sasa wanapeleka wale wanaathirika vile vile, kwa sababu ndugu amekufa, hawezi kumuona, hawezi kufanya nini. Na kumbuka hawala msiba wake hauhusiani na hii kitu. Lakini pia wale wana trauma. Baba yangu mzazi yuko njiani anaenda Dodoma kwenda kupeleka msiba ambao alikuwa amekaa siku kadhaa hawawezi kutoka. Na mawasiliano yalikuwa magumu kidogo kwenye waliofiwa, na ni mama wa watu wa hao watoto, lakini sasa ndio wameweza kufika kule. Kwa hiyo hii kitu itaanza kusumbua watu, itaanza kuleta majonzi na vitu kama hivyo. Lakini pia ni vizuri kufahamu kabisa kwamba sasa hicho nikiiteje, ni kitu ambacho kinatokea mara nyingi kisaikolojia kwenye jamii ambazo zinakuwa na machafuko, especially zile jamii ambazo hayakuwahi kuwepo alafu ikatokea. Huwa kuna sensi ya watu kuona kwamba kumbe hichi kinawezekana. Kuna kipindi nilikuwa nawaambia watu, jinsi tunavyozidi kuposti na kuzungumza kuhusu ukatili na picha kuonekana unazidi. Kwa nini? Kwa sababu psychologically mtu anaona kumbe inawezekana. Kumbe inawezekana kumchana mtu hivi, kumbe inawezekana kufanya hivi. Unafahamu tumeumbwa hivyo, yani observation inakupa learning kwamba kumbe inawezekana. Sasa kuna baadhi ya vitu vinatokea sasa hivi vinaweza vikawafanya watu kuona kwamba kumbe inawezekana. Kumbe inawezekana kwa barabarani, kumbe inawezekana, kumbe unawezekana ukasikia milioni ukakimbia, kumbe inawezekana vitu ambavyo unaweza tusivione. Lakini pia mtu ambaye amepoteza ndugu yake, mtu ambaye kapoteza kakake, mtu ambaye kapoteza mtu wa karibu yake, rafiki wa karibu sana, ndani yake anaweza kadevelop anger, hasira kubwa. Ndani yake anaweza kadevelop anger. Anger mara nyingine au hasira mara nyingine ina uhusiano mzuri sana na revenge. Sasa revenge, huyo mtu sio kama anasema nitakupiga, atawalipizia nani? Kwa sababu humjui mtu aliyokufanyia kitu. Sasa inaweza kudevelop anger na jamii yake, inaweza kudevelop anger na waliohusika na watambua hawa ndio walifanya hichi kitu. Kwa hiyo ninaanza kuona huko mbele kunaweza kukawa na maumivu ya ndani kati ya jamii na vyombo vya usalama ambavyo tulikuwa tumefika pazuri sana kwenye ile slogan ya utii bila shuruti. Kuna urafiki mkubwa kati ya jamii
na polisi, ambao sasa inaweza kwa kiasi kubwa sana ikadeteriorate, ikashuka, ambayo sasa uzuri serikali na mambo mengi inaweza kufanya na kuweka measure kwenye kuhakikisha kwamba tunarudi kule tulikokuwa. Yes, tunarudi kule tulikokuwa, na watu kama hawa isitokee vitu kama hivi ambavyo watu wanakuwa na hasira au na kuona kwamba kumbe hichi kitu kinawezekana, ili kuhakikisha tunabaki kwa amani. Hamna mtu haipendi amani. Unaona jinsi ambavyo watu wengi walikuwa wanatamani turudi huku tuliko. Sasa hivi vitu tulivyoviongea, vitu kama misiba, watu wanazika sasa hivi. Hamna msiba wenye furaha. Watu wataumia, vitu. Lakini sasa hivi vitu, mheshimiwa, vinakuja kuleta madhara. Hivi karibuni nikiwa nyumbani pale, ungo ulidondoka, na kwa sababu ungo una umbo ambalo ukidondoka unatoa mlio. Na mimi nilikuwa sebuleni, ungo ukadondoka chumbani. Nilistuka kidogo, kitu ambacho siku za nyuma nisingestuka hivyo. Lakini tayari hata watoto niliwaona jinsi walivyoonyesha baada ule ungo kudondoka, kwa sababu ulitoka juu sana. Ina maana tayari kuna athari kwamba kuna milio inaendelea. Na huu ni mfano mdogo tu Chris, ambao kama unavyosema, sisi tulikuwa tumekaa sehemu tunaongea siku nafikiria 3. Sasa hivi miti imeanza kuweka maembe. Sasa kuna mti mmoja embe likaanguka kwenye bati. Watu wanajua tayari. Watu wakanyanyuka. Sasa walipokuja kugundua ni embe, lilipoanguka kule likaanza kuroll, likaanguka chini, ndio wakagundua kumbe ni. Lakini hapo watu washatawanyika. Kwa athari, mtazamaji, ni nyingi, na kila mtu anaweza kuzungumza ya kwake kwa mazingira yake, lakini wakati na baada ndio tunakutana na athari nyingi. Tunaenda kuziangalia sasa tufanye nini ili tutoke humo. Na wakati unazungumza hapo Chris, umesema hatakuwa tumejiandaa. Hivi kuna namna ambavyo tunaweza sasa tukaanza kujiandaa kwa matukio kama haya huko baadaye, ili tupunguze hizi athari? Kuna somo lolote la kujiandaa kwa namna hii? Nafikiri kisaikolojia, kwa sababu mimi sio mtu wa siasa, lakini kisaikolojia tunasema ni vizuri kila mtu akafahamu kwamba mabadiliko yapo. Yaani maisha yana mabadiliko ndani yake, na haya mabadiliko yapo kwa ajili ya watu, hayako kwa ajili ya vitu vingine. Kwa hiyo anything can happen anytime. Yaani chochote kinaweza. Leo una mzazi, kesho huna. Leo una mtoto wako wa kwanza unampenda, kesho huna. Leo uko kwenye position fulani, kesho hiyo position hamna. Kwa hiyo unapotengeneza mentality au akili ya kuwa tayari kwa chochote kutokea wakati wote, itakusaidia kisaikolojia wakati hicho kitu kinapotokea. Kukosa habari na taarifa kipindi hiki ambacho tumekuwa ndani, unaweza kuwa kumwathiri mtu kwa kiwango gani? Kama nilivyosema awali, kukosa taarifa kunaweza kumwathiri mtu kwa vitu viwili. Kwanza, kuna watu ambao wao huwa wanajisikia wako sawa kiakili na kihisia anapokuwa anapata flow of information, anapata taarifa. Kwa hiyo huyu mtu kiblock, ni sawa sawa umemnyima pumzi. Sasa hivi kuna watu ambao huwa nawatania watu, nasema zamani kuna maeneo ambayo tulikuwa ukienda unauliza maji. Sasa hivi kuna maeneo ambayo ukienda mtu kabla ya kuuliza maji anauliza wifi. Unaona? Yaani ukimsaidia mtu chaja ya simu yake ili apate umeme, na ukimsaidia mtu maji anapiki kwanza umeme wa simu yake. Unaona? Sasa yule mtu anaona nimekuwa disconnected kwenye taarifa. Lakini mbili, ukimnyima mtu taarifa wakati kuna uhitaji mkubwa wa taarifa, inapokuja issue ya usalama wa ndugu. Kwa mfano sasa hivi watu wengi sana wa nje ya Tanzania walikuwa wana kiu sana kusikia. Lakini sasa huwezi kupata. Kwa inaongeza frustrations, inaongeza kuchanganyikiwa kwa hali ya juu. Na kuna watu ambao wanataka kusikia taarifa, na kuna watu ambao wanatamani kutoa taarifa. Yaani mtu anakuambia natamani kuwaambia watoto wangu mimi ni mzima. Basi hawezi. Kwa hiyo hali ina uwezo wa kumpa mtu changamoto ya afya ya akili kwa kiasi kikubwa sana. Afya ya akili na changamoto zake, kuchanganyikiwa kumejiri kwenye jamii kwa kiwango kikubwa. Sasa baada tunaelekea huko, tayari imeshatokea. Hatuwezi kubadilisha ukweli kwamba kuna mambo yametokea. Tufanye nini ili kuwa salama? Tunafanya nini kwa kuenda kwenye yale madhara? Nimesema madhara yanaweza kawa ni stress, msongo wa mawazo. Kwa nini? Kwa sababu hujui nini kitatokea, hujui utakaa siku ngapi ndani, hujui nini kitaendelea. Namba 2, grief, huzuni, kwa sababu ya kupotelewa, kupoteza, kufiwa. Unafahamu grief ambayo tunasema nini? Huzuni inakuja kwa either kupoteza vitu vya thamani,
watu wamepoteza labda maduka yao, vitu vimeibiwa, unaona, vitu vimechomwa, mali zao, unaona, wamepata athari ya kisaikolojia kwa sababu wana grief, wamepoteza. Lakini watu wamepoteza watu, unaona, wamepoteza ndugu, wamepoteza wazazi, wamepoteza watoto. Hiyo ni grief. Lakini namba 3, depression, sonona. Kuna level inafika ya either hasara au changamoto ya maisha inafanya unaanza kujiambia ndani, hivi maisha yana haja gani tena? Hivi kuna umuhimu wa kuishi tena? Ukianza kujiuliza haya maswali, uko more likely kwenda kwenye depression. Na bahati mbaya, 65% ya watu walioko kwenye depression wengi hujiua na uanza kupita kwenye suicide thoughts na vitu kama hivyo. Sasa hivyo ni vitu ambavyo unaweza kushangaa tukaondoka kwenye hili tukio au tukaanza kuja kuviona baadaye. Mbona watu wanajiua? Mbona kumbe imetokana na huku. Lakini pia la mwisho ni trauma. Majeraha ya kihisia ambayo ulikuwa unasema kiwewe, majeraha ya kihisia, yani kwamba mtu anajikuta amekaa miezi 3-4 ijayo ni kama anasikiliza mabomu. Miezi 3-4, miaka 2-3 mbeleni anakumbuka damu, anakumbuka ndugu yake, anakumbuka kuona mtu fulani damu zinamwagika barabarani, au alipita sehemu akaona kitu fulani, au picha. Unafahamu mind inachukua chochote, inaweza kuchukua picha ya mtu, inaweza kuchukua image ya mtu, movement ya kitu fulani, inaweza kuchukua sauti ya kitu fulani, inaweza kuchukua. Kwa hiyo sasa nini kilibaki ndani yako inategemea ni wakati gani. Sasa vile vitu maisha yanakuja kwenda, baadaye unashangaa unakutana navyo. Kwa huko mbele ya safari tutakutana na watu wanasafa kitu kinaitwa PTSD, post traumatic stress disorder. Lakini wakati huo unaweza kuta tumeshasahau kabisa hii mambo. Lakini unashangaa watu wanakuja. Hayo ndio madhara. Wengine wataingia nayo kwenye ndoa, wengine wataingia nayo vyuoni, wengine wataingia nayo shuleni, wengine wataingia nayo hivyo. Unaona, wamama wajawazito akipita kwenye trauma anaweza kuzaa mtoto ana trauma na issue. Kwa hiyo unaweza kuta ni vitu ambavyo vinakuja kuendelea huko mbele ya safari, unajua. Sasa tufanyeje? Kama ulivyouliza, vitu vichache ambavyo naweza nikasuggest kama mtu wa saikolojia. Namba 1 ni support. Wale ambao wanapata changamoto za kisaikolojia kwa sababu hawana msaada fulani, wana uhitaji, ni vizuri waweze kupatiwa msaada wao. Msaada kama ni urahisi wa kusaidiwa kuzekaa, kama ni mahitaji ya madawa au mahitaji ya kisaikolojia, au yani chochote ambacho ni unafahamu, kitu ambacho ni support kinamfanya yule mtu kuona kama nimejaliwa, kinampa kufikwa care, ifanywe au mazingira yarahisishwe. Namba 2, wengi na nchi yetu ni nchi ya imani. Tuna imani, watu wana imani kwenye dini zao. Hichi ni kipindi ambacho ukiweka mguu wako vizuri kwenye imani itasaidia watu wengi sana. Na ndio maana tumeona kwenye matukio yetu mengi ya nchi, lazima kuna viongozi wa dini watafungua kwa sala, wataomba. Ni jamii yetu. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni watu wa imani. Hichi ni kipindi ambacho cha kuwa karibu zaidi na Mungu na kutafakari kuhusu imani yako, kwa sababu tafiti zinaonyesha watu wenye faith, imani, wanapata kitu kinachoitwa tumaini. Yani pamoja na ugumu anaona kwamba kesho itakuja, kesho itawezekana. Sasa tunahitaji hiyo, itatoboa kwa kiasi kikubwa. Lakini namba 3, positivity, fikra chanya. Hichi ni kipindi ambacho mazingira yote yanaondoa positivity, yanaondoa nyakati za kuwa chanya au uwezekano wa kufikiri chanya. Sasa usisahau, saikolojia inaniambia mwanadamu anawaza mawazo zaidi ya 60,000 kwa siku, na katika hayo 60,000 80% negative. Kwa hiyo haufundishwi kuwa negative. Na hiyo ni asili. Haufundishwi kuwa negative, unakuwa by default wewe negative. Kwa hiyo unahitaji kujitrain kuwa positive, kufikiria mambo kwamba unakutana na changamoto, lakini ndani yako anasema hili nalo litapita, na hii nitavuka, na maisha yataendelea. Watu wenye hicho kitu hata kwenye hii kukaa ndani walikaa vizuri. Lakini ukiwa negative, unaona hatutoboi, mwaka hauishi, tutavikaje, tutaendeleaje Tanzania? Amini kwamba tutaendelea vizuri. Amini kwamba kila kitu kitakuwa poa. Hii regime amini kwamba itakuwa poa. Amini kwamba itakuwa nzuri. Amini kwamba itakuwa nzuri kwa upande wako. Yani it will work better for you. Yani kwamba na mimi pia katika hali nitafanikiwa, na mambo yangu yataenda, biashara yangu itaenda, watoto wangu watafanikiwa. Ukianza kuweka a lot of negatives, ukaongea a lot of negatives, kukosa matumaini, kwenye saikolojia tunasema una create huo ulimwengu wako wewe mwenyewe. Kwa naomba watu wengi waweze kufahamu kabisa kwamba unaweza ukajikuta unaomba dunia yako kwa kinywa chako wewe mwenyewe, kwa jinsi unavyokiri, kwa jinsi unavyoona, kwa jinsi unavyowaza. Kwa ni vizuri tuone
kila kitu kinaweza kawa positive. Tanzania mpya haijengwi na watu wenye negativity kwenye akili yao, ila jengwa na watu ambao wana positivity, wanatumaini, wanafahamu kabisa kwamba inaweza kawa. Na tuepuke kuzungumza a lot of negatives kuhusu maisha yetu na taifa letu na nini. Hapana, kuna vitu vingi unaweza vikawa vinatakiwa kufanya mabadiliko, lakini let's be positive. Tuongee mambo chanya, tufanye mambo chanya, tuishi chanya, itawezekana. Labda viwili vya mwisho, ninashauri watu wajifunze kuspeak out, kuzungumza, kutafuta mtu ambaye unaweza ukamwamini ukaongea naye. Unaweza kuwa unampa tu mtu story jinsi ambavyo ilikuwa hivi, ilikuwa muoga, inakusaidia kutoa kuliko unakaa tu usemi chochote. Unawaza mwenyewe, unawaza mwingine nimepiga upande huu. Ni vizuri, kumbe ni kwa sababu tu unafikiri. Ni vizuri tutengeneze tabia ya kuzungumza. Kwa kuzungumza kuna vitu vingi. Zungumza na mtu yoyote ambaye unafikiri anaweza kukusikiliza. Yoyote. Lakini namba 2, unapoona pale ambapo huwezi kupata mtu wa kuzungumza na, tafuta msaada wa kisaikolojia. Natumaini kabisa huko mbele ya safari serikali inaweza kuorganize hiyo mambo, au mahospitali yetu yana vitengo kule vya kuna wanasaikolojia binafsi pia. Unaweza ukienda kwenye mapeji ya wanasaikolojia Tanzania Psychological Association, huko kwenye peji kuna watu unaweza kuongea nao. Mirembe kule wanatoa namba zao za bure ukitaka kuongea na watu ambao ni wataalamu. Ongea na mtu. Mara nyingine hatutaki hata tunataka mtu akukusikiliza. Uongee tu. Tafuta mtu akukusikiliza. Na mwisho kabisa, nafikiri ni vizuri tuboreshe na kuongeza nguvu kwenye mahusiano. Hicho sio kipindi cha kujitenga na watu. Hichi ni kipindi cha kuwa karibu na watu. Wale ambao unakuta wewe ni mtu wa jumuiya, uende jumuiya, kaa na jumuiya. Kwa sababu ndani yetu tumetengenezwa na Mungu, jinsi tunavyokuja kwa pamoja tunapona zaidi kuliko unavyokuwa. Na ndio maana watu wengi wanaojiua, ukichunguza historia zao, walianza kwa kujitenga, kukaa pembeni. Yes. Ni kama vijiti vile venye moto, ukiviweka pamoja moto unaongezeka. Hiyo sio wakati wa kujitenga na kufikiri kwamba you don't need people, uhitaji watu. Huu ni muda wa tumefunguliwa sasa hivi, kila mtu anaweza kwenda. Nenda kanisani, nenda msikitini, nenda jumuiya. Mtoto wako umeweka muda wa kwenda shule, nenda aende shule. Tafuta marafiki, kaeni pamoja kama familia. Hii ndio muda wa kuwa pamoja zaidi, kwa sababu inatujenga zaidi kisaikolojia kuliko kutuharibu. Nafikiri Dr. Chris, hata wale ambao wanapitia sonona, mara nyingi sana sonona itakukabili zaidi kama uko peke yako. Mawazo yanajengwa kama unawaza peke yako. Unapokuwa idle utawaza zaidi. Unapokuwa na watu wengine unakuwa na distraction. Watu wengi baada ya kufunguliwa wametumia muda mwingi makazini kuzungumzia stories za kilichopita siku 2, 3, 4, 5 zaidi. Kwa mfano mtu mmoja aliniambia, bwana, mimi nafikiri tukienda kazini siku ya kwanza tuambiwe asubuhi mpaka saa 7 ni story tu, kwamba tuongee inatusaidia, tunaanza kupona. Ukisikia jirani kwa sababu nifanye hivi. Lakini however ni vizuri kuongea, lakini wakati huo limit kule kuongea. Ukimaliza wewe anza kuongea vitu positive. Unafahamu kuwaza vitu chanya inakupa mtazamo chanya. Kuongea vitu chanya inakupa matokeo chanya. Yes. Na unafahamu mara nyingine tuna fikra zetu zinatupa nini cha kuongea. Kwa ukijaza zaidi negativity ndani, utaongea tu. Hata mtu aongee kitu positive, wewe utaongea tu, utakigeuza kitakuwa. Wakati unasema bwana, mimi namshukuru Mungu nimeweza kusurvive hivi, mtu akwambia unajua atakupeleka kwenye negative, kwenye jambo ambalo huwa ninaamini kwenye kila kilicho hasi kuna negative, kuna positivity huko ndani, kuna chanya huko ndani, kuna kizuri huko ndani. Chris, hapa pote tulipopitia mpaka leo, kuna jambo jema lolote ambalo unaliona kwamba hili ni zuri na tukilichukua itatusaidia kisaikolojia? Majanga, matatizo yote tuliyopitia, kuna vipi vizuri? Kwa mfano, mtu mmoja aliniambia kwamba hivi kumbe tunataka kuishi bila internet, kumbe tunataka kuishi mahusiano yale ya kawaida bila kwa nini ambacho tunaona ni kizuri katika mchakato mzima? Cha kwanza ni hicho. Labda kwa mara ya kwanza watu wamejifunza kwamba sio lazima mtandao unaweza usiwepo na maisha yakaendelea. Nikutana na mtu mmoja nilikuwa na mahitaji, akaniambia Dr. Chris, kukaa na mke siku 3 mnaangaliana tu ngumu hapo. Akatoa mimi na mke wangu nimeendelea kununua mahitaji bro. Nikamwambia inategemea mkoje. Sasa situation kama ikikukuta mna majanga, utatamani wewe ungetoka nje, kwa sababu ndani kunakuwa kuna dhahama kuliko nje. Kwa hiyo ni vizuri tumejifunza kwamba kwanza inawezekana ukakaa bila internet, mkakaa kama watoto. Mitaani nakokaa mimi, vitoto vinakuja pamoja, vinakaa kwa sababu haviendi aenda shule, hamna internet. Tumeanza kufahamu. Kwa hiyo sasa mmoja ameniambia bwana alikuwa hajui jirani yake
Kumbe kuna jirani bana anaitwa fulani. Mimi nimetembelewa na watu ambao sijawahi kuona, lakini majirani wao sijui kama wanakaa karibu na mimi, wamenitembelea sana. Mimi nikalazimika kuwasindikiza ili nijue kwao. Kwa ni kitu kizuri kujifunza. Lakini pia tumejifunza kwamba inawezekana watu tukakaa nyumbani kabisa, hata kama hatuna ajenda, asubuhi mpaka jioni kabisa, hata kama hatuna ajenda na ikafika. Yes, utakuwa mwanzoni unashangaa sana, unapata shida kwa sababu hujazoea. Kuna wengine hawajazoea kulala mchana, anajikuta sasa hapa nitafanyaje, inabidi nilale mchana. Kwa kuna a lot of, lakini inawezekana. Baba, tumetajwa kwamba kipindi hiki tumelea sana familia, tumekaa na watoto, yani kwamba kumbe Dinky anaweza kukaa na sisi asubuhi hadi jioni kabisa. Na kitu cha mwisho ambacho nimejifunza ni kwamba inawafundisha kitu ambacho nimekuwa nikihubiri kwa watu wengi, kwamba ni vizuri kwenye maisha ufahamu kuna vitu vinaweza vikatokea wakati wote. Okay, kuna watu wanajua wanaweza kuwa hawana uwezo, lakini pia kuna watu ambao wanajua ana uwezo. Nimekutana na watu wengi wananiambia, ukiniambia mimi kwa nini nilikuwa nina mafuta machache kwenye gari, sina jibu. Na ulikuwa na uwezo wa kuwa na mafuta mengi? Ndio, lakini nilikuwa siweki. Kesho nitaweka. Lakini sasa nimejigundua nimeacha gari yangu sehemu. Tuna akiba ya mambo mengi kwamba unapoweza wako watu wengi ambao wanaweza kushindwa ku acknowledge that kabisa, na wapo, lakini kuna wengine ambao wanaweza. Lakini wewe ambaye unaweza fanya sasa, ukiweza kuweka akiba, utamsaidia yule pia ambaye hawezi. Mwingine hana unga kabisa, wewe unao wa ziada, unaweza kumsaidia. Mwingine amepata tatizo la ndugu yake, ana tatizo la kiafya, anatakiwa ende hospitali, hana mafuta. Wewe pia kama una uwezo, wewe ukiwa nayo unamsaidia kupeleka. Unaona, nimemove around unaona kumsaidia huyu, wakati ule movement kidogo unaruhusiwa kumpeleka, kwa sababu hana pa kwenda, anao hana movement ya kufika. Kwa hiyo unapoweza kufanya kitu fulani cha ziada, tujifunze kufanya hivyo, sio tu kwa kuwa selfish kwamba mbona mimi ninacho, mbona mimi naweza mimi. Vipi kuhusu mwingine? Vipi kuhusu jirani? Vipi kuhusu mwingine? Nafikiri kitu kimetufundisha pia kuwaza kuhusu mtu mwingine, na ile mambo kwamba haiwezekani kuwa na akiba, kumbe inawezekana. Yani ukiamua kusema inabidi niwe nayo, inawezekana. Tumejadili mengi Dr. Chris, na kushukuru sana kwa muda wako. Na Tanzania na yeyote ambaye anakutazama sasa, nadhani amejifunza kwamba sasa ni wakati wa kuwaza vyema, lakini pia kuchukua hatua kama unaona mambo yanakuzidi. Tafuta msaada wa kisaikolojia, kwa sababu mwisho wa siku wakati unasema kuhusu sisi kama ni watu wa dini, nikakumbuka miongoni mwa vitabu vya dini kuna kitabu kinasema unavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Inamaanisha kwamba ukiwaza unachokiona vyema kitakuwa chema, lakini ukikiwaza hasi kitakuwa hasi pia. Mimi ni Joseph Msami, asante kwa kuwa nasi, na tulikuwa tunaangalia athari zilizotupata wa Tanzania katika maeneo mbalimbali na nini mtu afanye ili aweze kuwa vizuri kisaikolojia, na nilikuwa na Dr. Chris Mauki, mtaalamu wa saikolojia. Asante kwa kututazama.